Hello, welcome to my YouTube channel. If this is your first time, my name is Charity na ninakujia hapa kila siku ya Jumatatu nikiwa na neno la Mungu, nikiwa na neno la faraja, nikiwa na ushuhuda na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So, karibu sana. Kama hii ndo mara yako ya kwanza na hauja subscribe, unasubiri nini? Click subscription button now. Let's get into the video. Sasa, katika swala zima la utumishi au swala zima la wito, lazima kuna vitu ambavyo unapaswa kuvielewa, kwa especially kwa ambaye wewe unajua kwamba una wito lakini bado haujaanza kutumika. Nimeona watu wengi wakiwa na wito lakini hawajaanza kutendea kazi wito wao, na kuna ambao hawajaanza kutendea kazi kwa sababu hawajui wanaanzaje kutembea kwenye huo wito ambao Mungu amewaitia. Lakini wengine hawajaanza kutendea kazi kwa sababu wanaona kwamba labda kuna siku Mungu anaweza akashuka akamwambia sasa muda wako wa kuanza kutembea kwenye huu wito umefika. Na kuna watu ambao wamekaa hivyo wakisubiria hivyo na hizo siku hazitokei. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo siku hazitokei. Ninapozungumzia hivi naomba unielewe ya kwamba kwenye swala zima la wito kuna kitu kinaitwa majira na nyakati. Kuna kitu kinaitwa majira na nyakati, ya kwamba kwenye kila wito kuna majira yake ya wewe kuanza kutembea kwenye huo wito. Kuna majira yake ya Mungu kukufunua ikajulikana neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kuna majira anafika Mungu anakuexpose nje duniani kwa watu ambao wanahitajika kuhudumiwa na wewe sawasawa na ile anointing ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Hayo majira yanakuepoa. Lakini kuna watu ambao wameambiwa kwamba wao ni watumishi kwa muda mrefu, au wanajijua ndani yao ya kwamba wao ni watumishi lakini hawajaanza kutendea kazi kwa sababu wanasubiri mpaka Mungu aniambie. Wanasubiri mpaka Mungu aniambie fanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambao Mungu anaweza kweli akakwambia do this, na kuna wakati anaweza akakwambia kabisa majira ya kwanza wewe kutembea kwenye hii neema bado haijafika. Kwa hiyo muda tulia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu ambao wanategemea Mungu awaambie fanya, wakati Mungu na yeye anawasubiria wachukue hatua ya kufanya ili Mungu aweze kutembea nao. Kuna watu wanamsubiri Mungu na Mungu kuna watu anawasubiri hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye swala zima la wito naomba uelewe kuna vitu viwili. Hivi vitu ni kwamba kuna ule wito ambao Mungu amekuita, sawa? Na by the time tu unajua kwamba una wito ndani yako, hapo Mungu anakuruhusu uende ukaanze kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unatembea kwenye huo wito, ukiwa humo ndani ya wito unaendelea kujifunza, ukiwa humo ndani ya wito unautendea kazi ule wito. Kuna watu wa aina hiyo. Lakini kuna watu ambao wanautambua wito wao lakini Mungu anawaambia wewe tulia. Wewe subiri. Na ninaposema kwamba Mungu anakuambia, sio kwamba unaisikia sauti ya Mungu, kwa sababu sio kila mtu anapotambua wito wake basi Mungu anamwambia subiri. No. Kuna ishara mbalimbali, kuna alama mbalimbali, kuna vitu mbalimbali. Ndio maana ni vizuri sana kwa mtu yeyote mwenye wito kuwa na baba wa kiroho, kuwa na mentor ambaye ana experience. Yeye ameshapita huko, yeye ameshatembea huko. Anajua huduma zinaendaje, anajua wito unaendaje. So anakusaidia kukulead, anakusaidia kufanya nini, anakusaidia kukuongoza, kuambia do this and do this and do this. Sasa lazima uwe na mtu wa karibu ambaye wewe unaweza ukamfikia na yeye anaweza kukufikia kwenye jambo kama hilo, ili ukiwa na swali unamuuliza anakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati ambao wanamsubiria Mungu awaambie, wakati Mungu na yeye anasubiria wao waanze kutembea ili Mungu amanifest.
So kuna watu ambao wameitwa na wakati huo huo wamegundua wito, hapo Mungu anaanza kutembea nao. Lakini kuna watu hapo wanaanza kutembea kwenye huo wito, wanaanza kutembea kwenye hilo kusudi. Lakini kuna watu ambao wana wito lakini hawaanzi kutembea hapo. Wanasubiri mpaka Mungu aseme nenda. Kwenye hivyo vitu viwili, mimi ni mmoja kati ya wale watu ambao Mungu aliwaambia, yani the time tu unajua kwamba wewe umeitwa kwa mtu fulani, na hapo Mungu anakuambia anza kutembea. Kwa sababu kuna wakati ambao nilikuwa nasubiri, yani nimekaa nasema okay, mimi ni mtu fulani, nina wito wa aina fulani. Okay, ngoja nisubirie mpaka majira atakapofika. Hiki ni kitu ambacho kinawavuruga watu wengi sana kwenye swala zima la majira. Lazima uelewe kwamba kwanza wewe na mwingine hamko sawa. Kuna mtu ambaye atamsikia Mungu akiongea naye. Kuna mtu ambaye ataota kwamba Mungu anaongea naye. Mungu ataachilia ujumbe kwake kwa njia ya kuota. Kuna mtu Mungu ataachilia ujumbe kwake kwa njia ya kusikia. Kuna mtu Mungu ataachilia ujumbe kwake kupitia mtumishi wa Mungu. Lakini kuna mtu ambaye Mungu ataachilia ujumbe kwake kupitia moto unaowaka ndani yake. Yaani ndani yako unapata msukumo. Ghafla unajisikia unatamani kufanya kitu fulani. Hizo zote ni njia ambazo Mungu anatumia kuongea. Si wewe unaweza kusema kwamba namsubiri mpaka Mungu aniambie go. Kumbe na Mungu muda huo anakusubiri wewe uanze kutembea kwenye hicho kitu. Mtu yote ambaye unajijua una wito wa Mungu ndani yako lazima uwe very sensitive. Very sensitive, unless majira ya wewe kuanza kutembea kwenye huo wito yatakupita. I'm telling you. Kuna watu wengi mpaka wanakuwa wazee wamebaki tu kusema kwamba mimi enzi za ujana wangu niliambiwa nina utumishi, lakini hata siku moja hakuwahi kutendea kazi wa utumishi. Kwa sababu gani? Hivyo kusema kwamba ninasubiri Mungu aniambie. Wewe unasubiri mpaka Mungu akwambie saa ngapi? Saa ngapi? Wewe unaposema kama unasubiri Mungu akwambie, umewahi kukaa na kumuuliza? Kama unasubiria swala zima la majira, sawa? Kwa sababu narudia tena, kwenye swala zima la wito kuna majira ya wewe kuanza kutembea kwenye huo wito, kuna majira ya wewe kufunuliwa, kuna majira ya wewe kuanza kufanya nini, kutenda kazi. Hicho kitu naomba ukielewe. Lakini wewe ambaye una wito na unasema kwamba ninasubiri majira ili nianze kutumika, are you sure kwamba unasubiri majira? Kwa sababu kuna watu ambao wanasema wanasubiri majira na hawajaambiwa labda na baba zao wa kiroho kwamba wasubiri. Hawajaambiwa na Mungu, labda walikaa wakamuuliza Mungu, Mungu akamwambia kwamba haya majira hapana, subiri usianze kutembea. Yaani hawana sauti ya Mungu wala sauti ya wazazi wao wa kiroho kuambia kwamba subiri. Majira yako bado, majira yakifika utaanza kutembea. Lakini watu hao ndo wanasimama na kusema kwamba majira yangu ya kutumika bado, namsubiri Mungu. What if Mungu anakusubiri wewe? Kwa sababu sio muda wote utasikia sauti ya Mungu. Sio muda wote, I'm telling you, sio muda wote. Huo muda ambao wewe unasubiri Mungu akwambie na Mungu anakusubiria wewe uanze kutembea. Una miaka mingapi tangu ufahamu una wito wa Mungu ndani yako? Wewe binafsi una miaka mingapi? Na bado unaendelea kusubiri hicho kitu ambacho unasema unakisubiri majira? Ni kweli majira hapo, lakini are you sure Mungu amekwambia majira yako ya kuanza kutembea kwenye huo wito bado? Are you sure kweli Mungu hajakuruhusu uanze kutembea? Are you sure? Nakumbuka mimi nilikuwa nasubiria, alafu Mungu akamwambia no, wewe anza kutembea. Nikana namwambia Mungu, mbona sijui vitu vingi, na vitu vingi sana ambavyo sivijui. Naanzaje kutembea hivi sasa? Mbona bado mchanga sana? Mungu akanambia utajifunza huko. Ukiwa tayari huko kwenye kusudi lako, unatembea ndani ya kusudi lako, humo ndo utajifunza. Na ninamshukuru Mungu. Sijafika kule ambako ninatakiwa kufika bado kabisa, yani bado kabisa sijafika ninakotakiwa kufika. Lakini siko mahali ambapo nilikuwa hapo nyuma. Ningeendelea na mimi kusubiri, kusema ya kwamba nasubiri majira yafike, nasubiri majira, kumbe na Mungu ananisubiria mimi nianze kutembea.
Kuna watu aina hiyo ambao watajifunza wakiwa ndani humo wameanza kutembea. Kwenye hiyo experience leo ukikosea ndo Mungu anakufundisha, ndo unajua hapa nimekosea. Hapa nimekosea. Kwa hiyo kesho haufanyi tena kile ambacho ulikifanya hapo kwanza na ukakosea. Mungu anakufundisha ukiwa humo umeshaanza kutembea kwenye huo wito, ukiwa humo umeshaanza kutembea kwenye hilo kusudi. Lakini kuna wale ambao kweli Mungu anawaambia haya sio majira yako. Au labda baba yako wa kiroho au mama yako wa kiroho kweli amekwambia haya sio majira ya kuanza kutembea. Hapo sawa, lakini wewe ambaye hujasikia neno la Mungu wala hujaambiwa neno na mzazi wako wa kiroho ya kwamba usianze kutembea, na bado umekaa unasema kwamba namsubiri Mungu until when. Kuna watu wengi wana utumishi, kuna watu wengi wana wito, lakini mpaka sasa wamekaa wamerelax. Wanasubiri. Unasubiri nini? Are you sure na hicho unachokisubiria? Una uhakika na hicho ambacho unakisubiria? Ni kweli Mungu anataka usubiri? Na hata wale ambao wameambiwa wasubiri ya kwamba majira bado, anza kujifunza kuhusu huo wito. Angalia watu ambao wanafanya kitu sawa sana huo wito wako. Huo ndo muda wa kukaa vizuri na Mungu, kuomba Mungu, okay, majira yangu yakifika, naomba uachilie saini yoyote ya kunijulisha majira yangu yamefika, kwa sababu kuna watu wengi hawajui majira na nyakati. So wanapitwa na majira yao ya maisha ya vitu vingi sana. Wanapitwa. Imagine wewe hujawahi kujua majira ya jambo lolote lile kwenye maisha yako. Alafu wewe huyo ndo unakuwa mtu wa kwanza kusema kwamba haya majira sio majira yangu ya kuanza kutenda kazi ya Mungu. Umewahi kujua majira yako yoyote ya kufanya kitu chochote? Sasa una uhakika gani ya kwamba majira yako ya kusimama kwenye kazi ya Mungu yakifika utajua? Huu ndo muda wa kukaa na kuomba. Namna ambavyo Mungu alinijulisha mimi majira yangu ya kuanza kutembea kwenye utumishi haitakuwa sawa sawa na namna ambavyo Mungu atakufunulia wewe majira yako ya kutembea kwenye utumishi. So kuna mtu anaweza kukuambia majira yako yakifika utajua, lakini yeye ilikuwa ni rahisi kwake kujua, lakini wewe inawezekana ikawa sio rahisi kwako kujua. Narudia tena, kuna watu wengi wana wito ndani yao, lakini mpaka wanazeeka hawajawahi kutembea kwenye huo wito, na waliwahi kusema kwamba majira yakifika nitajua. So usi relax tu unless Mungu awe amekwambia kweli majira bado, na akwambia kwamba majira yako yakifika mimi I the Lord. Kwa sababu kuna wakati Mungu anaweza akakwambia kabisa majira yako yakifika mimi Mungu I'll make it happen. Utajua tu. Hata kuambia specifically ya kwamba utajuaje. Kuna wakati Mungu, kuna watu ambao anawaambia hivyo, majira yakifika utajua tu. Na kweli majira yakifika wanajua tu, lakini sio wote. Narudia tena, Mungu anatembea na watu kwa namna tofauti. So wewe usikae ukarelax ukasema kwamba mwenzangu muda wake wa kutumika ulipofika alijua tu, na ukazani wewe muda wako wa kutumika ukifika utajua tu. We are not the same. Hatuko sawa. Tuko tofauti. Wewe sio mimi, mimi sio wewe. Wewe sio mwenzio, mwenzio sio wewe. So hautakiwi kurelax. Ninaposema hutakiwi kurelax simaanisha kwamba umeambiwa una wito au umejua una wito basi moja kwa moja, kama umeambiwa unajua una wito wa kuimba moja kwa moja ukaanza kuitisha mikutano ya kusifu na kuabudu unaenda kuimba. Umeambiwa wewe ni mchungaji unaanza kuingia Instagram live kwenda kuni. Umeambiwa kitu fulani unaanzisha YouTube channel kuanza kufanya hicho kitu. Do you know this YouTube channel, mimi Mungu aliniambia 3 or 4 years back. Even this name ya hii YouTube channel, in the beginning with charity. Holy Spirit alinipa hiki kitu 3 years. I remember 2021 au 2022. Alinipa mpaka jina la hii YouTube, in the beginning with charity. Alinipa na akanambia anataka vitu gani viongelewe kwenye hii YouTube channel. Lakini umeanza kuniona wewe lini nikiwa naonekana kwenye YouTube channel? Mpaka last year mwishoni, mwezi wa 10
ndo nikaanza kuwa na post kwenye YouTube channel. Nakumbuka niliposti mara ya kwanza 2023 au 2022 mwishoni, mwezi wa 12. Yes, niliposti. Lakini hayakuwa majira. Hayakuwa majira. Na Mungu akaniambia ya kwamba sio majira, kwa sababu mimi nilipopewa jina nikajua kwamba natakiwa kuanza. Lakini kumbe hayakuwa majira. So nilipochukua hatua ya kuanza, karadus kapai. Ngoja nikwambie hivi, thank you Holy Spirit. Ngoja nikwambie hivi, ni heri uanze alafu Mungu akustopishe. Ni heri uanze alafu Mungu akustopishe, kuliko ukae bila kuanza ukisema unamsubiri Mungu alafu kumbe Mungu anakusubiri wewe utembee. Kama mimi wakati ninaambiwa kuhusu this YouTube channel, fungua YouTube channel, hivyo jina liwe hili na hili, utakuwa unaongelea hichi na hichi na hichi, hivyo mimi nikaingia nikafungua YouTube channel. Nilipofungua YouTube channel sasa, nilikuwa sina hata simu yenye kamera nzuri, nilikuwa sina vitu vingi, yani hata light nilikuwa sina. Siku moja Mungu akazungumza na mimi, akaanza kuniambia kuhusu this channel, akaanza kuniuliza na mimi nikampa majibu yangu. Akanambia no, kuna vitu bado havijakaa sawa, so unatakiwa kwanza wewe ukae sawa kwenye vitu, kwenye baadhi ya vitu, alafu ukishakaa sawa, majira yakifika ndo utaanza kuposti video kwenye hii YouTube channel. Huu ni muda ambao nimekwambia tu kwamba utafanya hichi na hichi na hichi, lakini sio muda wa kuanza. Bwana Yesu asifiwe. Until last year, mwisho wa mwaka, mwezi wa 10 ndo nikaanza kuposti, lakini alinipa 3 years back. So unaweza kuona kwamba aliniambia, na mimi alivyoniambia tu kwamba fungua YouTube channel, iitwe jina hili na hili, utakuwa unatoa jumbe za namna hii na namna hii, nikaanza. Lakini alivyoniona nimeanza, kwa kuwa majira yalikuwa bado, na kuna namna sikuwa equipped enough kuweza kuja kuongea na watu kupitia YouTube channel, akanistopisha. Akanambia wait. So ni heri uanze alafu akustopishe. Na katika hiki kipindi chote ambacho baada ya kunistopisha, kipindi chote hiki nilikuwa nafanya nini? Kipindi chote hiki siku relax. So wewe ambaye unasema kwamba majira yako hajafika, kwenye huu muda ambao sasa ndo unasubiri kuingia kwenye huo wito ambao Mungu amekuitia, unasubiri kuanza kutembea kwenye hilo kusudi ambalo Mungu amekuitia, unafanya nini? Kipindi chote hicho ambacho kabla sijaingia sasa rasmi Mungu kuniambia go, nikawa najifunza vitu kuhusu YouTube. Nikawa nafuatilia watu tofauti tofauti ambao wanafanya vipindi YouTube. Kwa hiyo nilivyokuja nilikuwa nina maarifa. Video zinaeditiwaje tayari ninajua. So ule muda ambao sasa Mungu ameachilia kusema ya kwamba you can go, na hiyo kuachilia kwamba unaweza kuanza, hakuniambia kwa sauti. Wewe ambaye unasubiria sauti ya Mungu ikwambie sikuota ndoto, wewe ambaye unasubiria uote ndoto ndio uanze kufanya hicho kitu. Sikuota ndoto, sikusikia sauti, sikuona maono, but ndani yangu nilifeel, nilisense ninaweza kuanza kuongea na watu hivi sasa. Na nilivyoanza hiyo siku ya kwanza, after that Mungu akawa ananipa ujumbe. Okay, next Monday utazungumza hivi. Next Monday utaongea hichi. Next Monday utaongea hichi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine hata hiyo katika swala la kuongea kwamba labda this week nitaongea kuhusu hichi, this week nitaongea. So muda wote Mungu anaongea. Wewe unasubiri Mungu akwambie kila kitu. So muda wote Mungu anaongea. Na kuna wakati anaongea ila sio kwa sauti. Kuna wakati utajisikia tu ndani yako uongee na watu kuhusu kitu fulani, lakini ndio ujumbe ambao Mungu anautaka. Kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye swala zima la kutembea na Mungu.
Maybe next time, wakati mwingine nitaelezea kuhusu swala zima la sauti ya Mungu. Next time, wakati mwingine Mungu akinipa kibali, nitaongelea hilo jambo. Sababu kuna watu wengi ambao wanasubiri na wanasubiri kitu ambacho hakipo. Unakwamisha mission za Mungu. Na Mungu akikuona wewe unashindwa kuchukua hatua, anainua mtu mwingine. Kwa sababu mbingu haiwezi ikakaa na kusubiria wewe muda wako utakaojisikia wewe kuzinduka ufanye hicho kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. No. Mbingu inapokuona kwamba wewe umeshindwa kuwa na maarifa, umeshindwa kuelewa, inamtuma mtu mwingine. Inamtuma mtu mwingine. Niamini mimi, Esther hakujua kwamba yale yalikuwa ni majira yake ya kuanza kutenda kazi. Hakujua kwamba yale yalikuwa ni majira, hakujua kwamba Mungu amempeleka pale kwa sababu, kwa kusudi. Yeye alikuwa anajua tu yeye ni malkia. Until Mordekai ndio anamwambia, maana kila alivyokuwa akijitahidi kumuelekeza, Esther alikuwa anatoa sababu. Mfalme hajaniita siku 30. Mtu akienda mbele za mfalme kama hajaitwa anauliwa. Sijui nini nani. Mordekai akamwambia, sawa. Mungu atainua wokovu kwa mkono wa mtu mwingine, lakini wewe na nyumba baba yako mtaangamia. Nani ambaye anajua yamkini umeujia ufalme kwa wakati kama huu? Ndio pale Esther akili yake nafunguka. Sasa imagine wewe uko kama Esther. Unaisema kama unasubiri majira, kumbe majira yako yameshafika na wengine majira yanawapita. Esther kwani alisikia sauti ya Mungu? Yeye alikuwa amerelax. Hivyo anasema Mungu akitaka niokoe watu wangu ataniambia. Mungu akitaka niokoe watu wangu ataachilia ishara. Mordekai akasema, okay, well my friend, subiri. Endelea kusubiri. Mungu atainua mtu. Hicho kitu, huo upako alioweka ndani yako, atamwekea mtu mwingine ambaye yuko tayari kuitenda kazi yake. Ambaye asubiri kuambiwa kila kitu, ila tu ndani yake yuko tayari kutembea. Alafu aanze kutembea, Mungu atembee naye kwenye huo wito. Sio kila kitu ni cha kusubiri mwana wa Mungu. Ni heri ufanye alafu Mungu akustopishe, kuliko usubiri kitu ambacho hakipo. Yani at least, narudia tena, bora usubiri ukiwa unajua kabisa ya kwamba kweli Mungu ameniambia majira yangu bado, au mzazi wangu wa kiroho ameniambia majira yangu bado, kuliko usubiri kitu ambacho hakipo. Na pia naongezea hapo ya kwamba sio unapoambiwa tu ya kwamba wewe una wito fulani kesho ukaanza kuutumika. No. Ndio maana ni vizuri kukaa na Mungu, kaa na Mungu, muulize maswali akueleze, umeweka huu wito ndani yangu. Utakuwa haina maana kama nikikaa na huu wito alafu siutendei kazi. Ninaomba nifunulie, nijulishe. Muda wangu wa kutembea umefika. Nipe hata ishara basi. Nipe hata ishara basi. Na wakati huo unaosema unasubiri majira yako afike, jifunze kuhusu huo wito. Umeitwa kuwa mchungaji, jifunze kuhusu mambo ya kichungaji. Umeitwa sio kuwa mwanasiasa, jifunze kuhusu mambo ya siasa. Umeitwa kuwa nabii, jifunze mambo ya nabii. Unaona, nimekupa mfano hapa kuhusu hii swala la YouTube. Nimeanza kujifunza mambo ya YouTube years back, lakini nilikuwa sifanyi. Na waangalia watu wanaofanya content creators, lakini mimi nilikuwa sifanyi. So hiyo miaka huko ndo nimejifunza editing, nimejifunza light, nimejifunza hiyo miaka ambayo nilikuwa sionekani hapa. So hata kama unasubiri majira, jifunze. Mungu akikuona unajifunza, kwanza unasababisha mchakato wako unakuwa mrahisi. Akiona uko vizuri mapema, anakupeleka kazini mapema. Sio unakaa unasema unasubiri majira alafu
hujifunzi chochote. Hayo majira yakifika utafanya nini sasa? Kama ndo unasubiri majira ya Mungu kukuinua kukupeleka ukawe mchungaji mkubwa, hayo majira yakifika na haujajifunza, unaenda kudhihirisha nini mbele za watu? Jifunze. Hakikisha una mahusiano binafsi na Mungu, ili uwe unamuuliza Mungu. Usiokaa unasubiria vitu ambavyo havipo. Usiokaa unasema unasubiri kumbe majira alishakupita na Mungu anainua watu wengine. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu Kristo anarudi very soon. Hizi ni nyakati za mwisho. So uwezi ukasema kila kitu unasubiri. Unless yeye mwenyewe akwambie subiri. Lakini nje hapo, jifunze kuhusu wito wako, tendea kazi small, kidogo mpaka hayo majira yakifika kudhihirisha. My friend, uko deep, uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. So, huu ndio ujumbe wa Mungu kwako wewe binti kijana ambaye una wito wa Mungu ndani yako. Natumai utakuwa umepata mawili matatu kwenye hiki ambacho nimekiongea leo. Mungu akubariki sana. Nina vitabu by the grace of God. Mimi ni mwandishi wa vitabu na tena naomba niongezee pia kwenye hilo swala la uandishi wa vitabu. Niliambiwa swala la uandishi wa vitabu miaka 5 iliyopita kwamba nitakuja kuandika vitabu, lakini nimeanza kuandika vitabu mwaka jana mwishoni na nimeanza kuviachilia vitabu mwaka huu. So naweza kuona 5 years back ndo naambiwa kwamba nitakuja kuandika vitabu. Sikuanza kutembea muda huo, lakini umeona ninavyokuambia kwamba nina vitabu. Mpaka sasa hivi nina vitabu 3 na cha 4 kinakuja. Yes, na cha 4 kinakuja. So nina vitabu 4 ambavyo tayari nimeshaviandika. Sawa, na vimeanza kutoka mwaka huu 2025. Kipindi chote hicho umeona hivyo vitabu vyangu mimi mwenyewe ndio ninaandika. Hakunielekeza mtu kuandika kitabu. Mimi mwenyewe ndo nafanya nini? Naandika. Mimi mwenyewe ndo na edit. Mimi mwenyewe ndo na design cover za vitabu. Mimi mwenyewe ndo na design cover za vitabu. Mimi mwenyewe ndo nafuatilia process za vitabu. Mimi mwenyewe ndo na post vitabu kwenye digital platform. Mimi mwenyewe. Nilifanya nini hiyo miaka yote 5 tangu Mungu aniambie? Nilikuwa najifunza. Naangalia watu ambao wanaandika vitabu. Trust me. Hakuna mtu ambaye yupo leo anaweza kusimama ya kwamba mimi nilimfundisha Charity physically. Yani naangalia huyu mtu naangalia vitabu. Nanunua vitabu, naangalia uandishi wa vitabu ukoje. Online natafuta unawezaje kupublish vitabu, hatua gani unazotakiwa kuzifuata. Online najifunza namna ya kuedit vitabu, mpangilio wa vitabu unatakiwa kuaje. Miaka yote hiyo since nimejua kwamba na hichi kitu na haya sio majira ya kuanza kufanya hichi kitu, nikawa najifunza until last year Mungu ananiambia sasa unatakiwa 2025 uanze kuachilia vitabu. So mimi mwaka jana nimeanza kuandika vitabu nikiwa mwenyewe na simu yangu ndo natumia kuandika vitabu vyangu, na edit mwenyewe, na design mwenyewe, na publish mwenyewe online. Sio kama unanielewa. So huo nimekupa kukuwekea tu msisitizo, unayesema unasubiri alafu hauna kitu ambacho unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. So nina vitabu kitabu kinaitwa Ndoa Yangu, na kitabu kinaitwa Oliver, na kitabu kinaitwa Finding Love. Vitabu hivyo vyote unaweza kuvipata kupitia Sela kwa kuklik link iliyoko kwenye Instagram, Facebook na TikTok bio yangu. Majina yangu kwenye hizo social media ni kama
inavyoonekana: Charity Msahala, Charity Msahala, Charity Msahala na Prophetic Ink brand. Lakini pia kuna groups mbili ambazo ninaongoza. Group moja inaitwa The School of Solution ya watu ambao bado hawajaingia kwenye agano la ndoa, lakini group lingine ni kwa ajili ya wanawake wajawazito, wamama na wenye changamoto za uzazi. Huko kote tunajifunza masomo, lakini pia tunakuaga na vipindi vya maombi. Karibu sana, unaweza ukatucheki kwa namba hizo ambazo unaziona. Usisahau kunifollow kwenye my social media handle, lakini usisahau kusubscribe kwenye this YouTube channel, usisahau kulike, usisahau kushare na mtu mmoja, usisahau kucomment mwambie mtu mmoja ya kwamba kuna YouTube channel inaitwa In the Beginning with Charity. Kuna vitu tofauti tofauti ambavyo Mungu anakuwa anazungumza na watu wake kupitia channel hiyo, na Mungu akubariki sana. Until next time, shalom.